Wenje, vipi? Mbona sikuelewi? Ndugu yangu, acha tu. Nilikuwa kwenye ndoto moja mbaya sana. Yaani hata kuelezeka haielezeki. Sawa. Ulichokiota nimeshakifahamu. Ila subiri. Kuna mtu inabidi nimfanyie kazi. Unajua vipi kipindi mimi ndo nimeota? Kuna kitu gani nyuma ya panzia? Kweli nimeamini. Yanapolukaluka maharage ndio staili yake ya kuiva. Na ukicheka na nyani, mabua yanakuhusu. Wewe, yaani sisi maisha yote tunatafuta huo ungo, usiku na mchana tunatafuta huo ungo, jua na mvua. Ungo unao wewe? Una mamlaka gani ya kuchukua huo ungo? Na huo ungo umepata wapi? Unataka kutufelisha katika mipango yetu? Na uomba huo ungo. Ungo gani unaozungumzia wewe binti, ambao unaosema ni mali yako? Sikia nikwambie wewe binti, wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Hii vita uiwezi. Siwezi kupambana na mtoto kama wewe. Labda nikwambie tu unifahamu vizuri. Mimi naitwa Mwakatali. Maana yake wa zamani. Tafuta mtoto mwenzi wa kupambana naye. Eti Mwakatali. Yaani mbele ya huo ungo nikiwa na uhitaji mimi, sijali wa Mwakatali au wa sasa. Ninachotaka ni huo ungo. Sitaki kugombana na wewe wala kubishana na wewe. Ninachotaka ni huo ungo. Una umuhimu sana kwenye maisha yangu. Kwa hiyo, nina uhitaji huo ungo. Nadhani umenielewa. Nadhani unifahamu wewe binti. Ngoja nikuonyeshe mfano ili siku nyingine nisitaniwe na watoto kama wewe. Hiyo kunionyesha, yani labda tuonyeshane. Sio unionyeshe kitu. Safi, wema. Sister, mimi sina mambo mengi. Umeelewa? Hapo kwenye unavyoona mimi nimechanganya vibaya hapa. Yaani nimechanganyikiwa mpaka sio poa. Yule chula mimi nyumbani simuelewi. Yaani kila kikucha manyagonyago tu. Anifanya vitiba kila aina. Afu dakika mwisho mimi naenda race kupitia yeye. Umeelewa? Wewe ni mwenyewe unajua mimi nakaa uraia kwa sababu gani? Sababu yako. Na bila huko nipambania mimi mpaka sasa hivi nishakuwa jela unajua. Afu yule chula mimi wewe ndo unaniforce mimi ukaa naye. Afu mimi simuelewi. Yule chula mchawi yule. Sasa sikia sister, fanya kitu kwa ajili yangu. Oya mimi nenda jela muda huu. Mimi maisha gani naishi haya? Maisha gani naishi? Ina maana mimi nimezaliwa nije kuteseka? Oya mimi sio hivyo dada. Sio hivyo. Alafu kila kitu unaelewa yani. Kila kitu wewe unaelewa. Si umeelewa? Afu dakika mwisho kila kitu unacho wewe. Eti kama ningalacho mimi mpaka sasa hivi yani, nishafanya kitu. Jamani, kwa jingine hayo mambo kakangu msiende mkaongelea pembeni mpaka mnaongelea hapa mbele yangu. Mnataka kila kitu cha kwenu mimi nikijue. Sister, mimi sija kutafuta malaya hapa. Si umeelewa eh? Afa mambo ya kifamilia wewe yakuhusu. Sio kwa sababu umekaa sehemu moja dakika mwisho unasema ngine sasa ndugu yangu wewe. Wewe vipi wewe? Mimi sitafuta kahaba hapa. Sister sikia. Sawa. Unavokaa kimya mimi na kwa sikuelewi. Umeelewa? Unataka usikie kidio kashaharibu, kidio kashavunja mtu, kichwa kachaua. Mimi nichanganikiwa unajua sister unajua. Wewe kadhi nuka watoto nyumbani kayamalize. Mguu niliokuja hapa mzee wangu. Jana katika vita yangu kuna binti nimekutana naye, anaitwa Fina. Amenipa ujumbe nikufikishie. Ameniambia hahitaji umfuatilie. Mimi sijui nini kinachoendelea kati yenu.
mimi nikiwa kama mjumbe nimefikisha taarifa. Nashukuru sana kwa ujumbe. Habari nzuri nzuri kama hizo mimi ndo nazitaka. Umesema anaitwa Fina. Wewe nenda. Habari zinginewe au mambo menginewe nitafuatilia mwenyewe. Sawa. Mradi mimi nishafikisha ujumbe. Acha mimi niende. Nenda. Mimi vitu kama hivyo ndo napenda. Toto kadogo kale kinitishe mimi. Tini mtumwa na Fina. Toto mdogo tule anitishe mimi. Yaani anaongea kabisa eti anamfikishia ujumbe nani? Eti mjumbe. Nikae ni mwazie huyo eti kifina, Fina yeye kawa mtoto gani? Nimeuona kwa macho yangu mawili, nimeushuhudia akiwa naye yule mama. Wewe hujamuona na umjui, ila swali linarudi kwako, kaupataje? Umemkabidhi au kaingia ndani kwako kaubeba? Nabaki kukuuliza Bobo, kaupata vipi ule ungo? Na kanikimbia, sijafanikiwa kuuchukua. Haya, ila unanichanganya. Umemuona mwana mama ameshika ungo. Hii unanichanganya sana kichwani mwangu. Au atakuwa mke wangu? Atakuwa amenifanyia mchezo sio mzuri. Bobo, ina maana unanifanya sioni ya kwamba kikitokea kitu mbele yangu nisione kama haya maji huu ugali? Hapana, mke wako namtambua na namjua vizuri tu. Yule sio mkeo, ni mwanamama aliyovalia kama ninavyovalia mimi, ndio aliyoushika ule ungo. Unaponiambia eti ni mke wako, unanifanya kama mimi amnazo. Najitambua. Zulfa, inamaanisha mimi uniamini kabisa au unanichukulia mimi kama msaliti? Siwezi kusaliti chama. Ungo ndo maisha yangu Zulfa. Unaponiambia uniamini na unaponiuliza maneno makubwa kama kiasi hiko, Zulfa, unanichanganya. Nisikilize nikwambie Bobo, sitokuelewa na sitokuelewa kamwe. Ninachojua mimi, ungo unao wewe. Hamna muda wa kukaa kupoteza kuendelea kuongea. Ninachohitaji ni ungo urudi, tuishi kama zamani tulivyokuwa na nguvu, na tuendelee kuwa na nguvu hivyo hivyo. Sitokuelewa mpaka pale ungo utakapopatikana, na sina muda wa kupoteza. Naondoka. Kesho tutakapoonana unipe jibu kamili. Mtumishi, yaani kila Jumapili ningetaka kuja, najisikia nipo nyongo. Yaani kama Jumapili hii nilitamani kabisa nije, lakini nimeamka saa 4. Kwa hiyo mida ilishapita kabisa yani. Yaani sielewi. Yaani sijui na mizinguo gani yani. Bwana Mungu anasema tumtumikie katika enzi za uhai wetu tukiwa angali bado kijana. Kwa hiyo na kuomba Bwana Imamu, nikiwa kama kiongozi
wa pale kanisani, pia nikiwa kama ndugu yako, na kuomba ufike kwenye maombi umwabudu Mungu wako, kwa sababu yote safari yetu hapa duniani ni mapito. Uilinde roho yako katika upako, uilinde roho yako kwenye imani. Huo mwili ndugu yangu ni gelesha tu ya hapa duniani. Unaweza ukapata hanasa nyingi za kidunia, lakini utakaposhiriki kwenye neno la Mungu na kumtukuza Mungu wako, utakuwa unaishi milele na milele, kwa sababu mwili unapita tu kwenye dunia, inachobaki ni roho. Kwa hiyo nakusihi ndugu yangu, na kuomba nikiwa kama kiongozi wa kanisa, nahitaji uwepo wako kijana, uendelee kusifu jina la Mungu, uendelee kuabudu, na kuomba Bwana Imamu, na kuomba ndugu yangu ufike pale kanisani mida kama jioni saa 10 hivi au saa 11. Ufike, kuna maneno mawili matatu nataka tuongee. Zulfa, nimekuja hapa kukupa onyo. Sitaki kufuatiliwa na wewe kama wazazi wetu walikuwa na uhasama hapo nyuma. Sitaki kuuendeleza, na wala wewe sitaki uendeleze baina yangu na yako. Nikufuatilie? Na kwa nini mpaka nikufuatilie? Yaani niache kufanya kazi zangu za umuhimu nikufuatilie wewe? Kwa kipi haswa mpaka ifikie tu mimi nikufuatilie wewe? Ndugu yangu, utakuwa umekosea. Hebu rudi kwanza nyumbani kwako, kakae utulie, tuuliza hiyo akili yako, na uache kutembea tembea wapi kwenye majumba ya watu ili ujue ni nani anayekufuatilia. Sina muda mchafu wa kukaa mimi kukufuatilia wewe. Nina majukumu mengi ya maisha yangu yananisubiri niyafanye. Kwa siwezi nikaacha majukumu yangu nikakufuatilia wewe. Naomba usije nyumbani kwangu tena. Sawa. Usinione mimi mjinga Zulfa kufika hapa, na ushahidi wa kila jambo nalolifanya, ila nimekuja tu kukupa kama onyo. Ikijirudia sitakuwa na huruma na wewe. Na hisi unanijua vizuri. Ulimwengu unaoishi nyie na ninaoishi mimi ni vitu viwili tofauti, na nguvu ulizokuwa nazo wewe na mimi ni vitu viwili tofauti, na uwezo kukufanya kitu chochote. Na siku nitakayo kukamata sitakuwa na msamaha na wewe tena. Hivi unafikiria kukuji wako labda umekuja kunitisha? Nisikilize. Mtu mzima atishiwi nyao, na kelele za chura azimzuii tembo kunywa maji. Hapo ni unikamate au nikukamate? Halafu kitu kingine, nipo unapunga hewa nzuri ya jioni njema. Naomba uniondokee hapa, maana unanipigia sana kelele. Sioni la umuhimu loleta hapa. Kwa naomba uondoke. Zulfa, uwaga siwezi kushindana na mtoto ambaye naweza nikamzaa huko nimesimama. Sijui unanielewa? Ila siku nitakayo kukamata ndio utajua kama hapa hizi ni kelele za chura au la. Naondoka. Fimbo! Fimbo! Ninakuita. Njoo mara moja. Kwa haraka sana. Maana na safari. Fanya haraka Fimbo.
Maana wewe ni msaada wangu mkubwa sana kwangu. Siwezi kutoka bila wewe ulinzi wangu. Nashukuru umekuja kwa haraka. Angel, sina muda mrefu nitaondoka katika hiki kijiji. Maana kwa kweli sielewi. Kila kukicha manake mauzauza. Kwa sasa hivi kweli sipati hata usingizi yani. Yaani mauzauza yanazidi tu kila siku. Sasa nimeona bora niondoke nirudi tu mjini. Ukicheki na muda wenyewe ushaisha. Nahitajika kazini. Kwa hiyo sina muda mrefu nitaondoka. Sawa. Kama wewe mwenzangu umeamua kuondoka, ila hata mimi sina muda mrefu nitaondoka. Na miezi 2 au 3 mbele. Na sina mimi ndaenda mjini. Basi sawa. Sisi binadamu. Na binadamu anakutana ila milima haiwezi kukutana. Kwa acha basi mimi nitangulie ila tutakutana. Wanasemaje nyumbani? Kwema kabisa. Kabisa? Kabisa. Hivi yule mzee wako pale yupo? Mzee wangu yupo. Sijaona naye muda mwingi. Kama nyinyi vijana sasa hivi ndio mmepotea kweli. Hamna mzee. Hata kusema ngoja nitembelee pale nyumbani pale hamna. Kwa nini vijanangu? Hamna, yani pilika tu za mtaani humu. Sio hivyo. Mnanikosea kabisa. Mimi ndio chifu wa kijiji hiki. Sawa mzee wangu. Mimi ndio Jikitile au Bobo. Tunakujua mzee wangu. Yaani nakujua vizuri kabisa mzee. Wananifahamu Kisaki huko. Kama Bobo ipo vipi? Maji moto tu ananifahamu mimi. Nakujua vyema kabisa. Kuwa makini kijanangu. Sawa mzee wangu. Nitembelege basi nyumbani. Tukipata muda tutakutembelea. Nashukuru. Pata muda tutakutembelea. Nashukuru kijanangu. Sawa mzee wangu. Haya bwana, mimi ngoja nifike. Tunashukuru. Msalimia na baba. Sawa. Haya. Mzee asifika uchawi huyu. La naona niko popisi. Sijajua maneno ya watu. Labda ya kweli. Imamu, ulichokiongea hapo chote nimekisikia.